nani alikuwa shahidi? Je, watu walikuwako ama akipewa akreditwa wapi? Mpe huyo 13:43 Qur'ani 13:43 inasema naudhu billahi minash shaitani rajim. Ndio 13:43 inasema ni naudhu billahi minash shaitani rajim. Safi. Na wanasema waliokufuru wewe Muhammad sio mtume. Safi. Sema Muhammadi, Mwenyezi Mungu ana nini? Anatosha kuwa shahidi. Safi. Baina yangu na baina yenu, kuwa baina yake yeye na baina yetu sisi, ya kuwa yeye Muhammadi ni mtume. Mwenyezi Mungu anatosha. Kwa hiyo ushahidi wake sisi tunautegemea Mungu mwenyewe, ndio shahidi. Mpe. Mwenyezi Mungu ndio shahidi. Safi. Kisha ushahidi wa Mungu hauna shaka lolote. Una shaka na ushahidi wa Mungu? Ushahidi wa Mungu niko na shaka nayo. Kwa sababu gani? Kwa manabii wote, mwalimu, twende polepole. Kwa manabii wote nitolee mahali Mwenyezi Mungu anasema mimi ni shahidi au uko nabii. Kwa manabii wote duniani mzima nitolee nabii mmoja mwenye ametolewa ushahidi Mwenyezi Mungu akasema mimi ni shahidi, wewe ni nabii. Hebu nisikilize. Niliotoa ya Muhammad sio nabii. Mimi nimesema hivi. Ndio. Si manabii ni wengi. Ndio. Nataka nitolee nabii mmoja Mwenyezi Mungu amekuwa shahidi akikuwa nabii. Mmoja tu kwa wote dunia mzima. Mmoja tu. Unipigishe shahada. 25:51. 25:51. Inasema naudhu billahi minash shaitani rajim. Alafu sasa, kabla wakati ikisomwa, ikirudi mic kwako, uliza maswali ya msingi kidogo. Twende sasa. Inasema naudhu billahi minash shaitani rajim. Ndio 51. Walau shi'na lab'athna fi kulli qaryatin nadhira. Inasema hivi, na kama tungetaka, Mwenyezi Mungu anasema hivi, na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji. Wangepelekea katika kila mji. Yanapasilia Nairobi kungekuwa na mtume wake, mwenyeji wao wakawa na mtume wake, Mombasa wakawa na wao, Tanzania na wao, yani kila mji ungetupelekewa mwenyeji wao. Ndio. Lakini sasa tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamleta Nabii Muhammad kwa watu wote. Nabii Muhammad analetwa, Mungu ndo anamleta, anakuwa nabii. Angetaka sasa, angeleta kwa maneno hayo anayoyataka. Kila nabii angempangilia kama unavyotaka apangiliwe wewe. Angetaka. Lakini bimaana alivyopanga yeye hawezi kupangiwa Mungu. Mpe maiki sasa. Mwalimu, naomba nisomee Qur'ani 7:144. Msomee. 144. Inasema naudhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Akasema Mwenyezi Mungu, ewe Musa, mimi nimekuchagua juu ya watu wote. Ndio. Kwa ujumbe wangu. Ndio. Na kwa kusema hayo kwangu. Imeshatosha, kwa sababu neno chagua ndio wanalitafuta. Sasa nataka kutolea andiko moja kwenye Qur'ani kutoka sura Al-Fatiha mpaka sura An-Nas. Mahali Mwenyezi Mungu amesema, "Wewe Muhammad nimekuchagua, wewe ni nabii." Tulia hivyo. Mpe, rudia andiko. Rudia hiyo. Akasema Mwenyezi Mungu, ndio, ewe Musa, mimi ndio nimekuchagua juu ya watu wote. Mpe. Mwenyezi Mungu asubiri kwa huyo. Ni Mwenyezi Mungu anaongelea kwa Musa. Maneno hayo anamwambia nani? Musa. Anamwambia nani? Ndio huyo akayaandika. Musa, hii ni maandishi, hii ni maneno. Mwalimu kidogo. Ndio. Tusoma andiko, ikisema kuna mtu anaambiwa ambie Musa, hapo tuweke kosa. Hebu subiri. Hapa ni maneno ya Mwenyezi Mungu na Musa. Naomba andiko kama hiyo. Musa na Mungu. Muhammad anaambiwa, Muhammad akayaandika. Mwalimu, rudia andiko. Naomba hivi, tusibadilishe maneno, turudie maandiko. Rudia tu maandiko. Inasema nini? Ndio. Akasema Mwenyezi Mungu, ewe Musa, mimi nimekuchagua juu ya watu wote. Ndio. Kwa ujumbe wangu na kwa kusema nawe kwangu. Basi pokea haya niliyokupa na uwe miongoni mwa wanaonishukuru. Mwalimu, hapa ni Musa anazungumza na nani? Na Mwenyezi Mungu, si ndio? Sio Musa anazungumza na Mungu. Hebu nisikilize kwanza. Maneno hayo yanashuka karne baada ya Musa kaondoka muda mrefu.
anajiuzwa Muhammad sasa. Kwa hivyo Musa hakuongea na Mwenyezi Mungu. Hebu nisikilize. Mwalimu. Qur'ani ndani yake. Tuende polepole. Kwa hivyo inamaanisha Musa hakuongea na Mwenyezi Mungu. Hebu nisikilize, hii ni nafasi ya kasus. Visa anaelezwa wakati wa Musa mtume anafunuliwa. Hebu naomba nielewe. Kwa hivyo maneno haya Musa, hebu nisikilize. Maneno haya sio kitabu cha Musa, hichi kitabu ni cha Muhammad. Muhammad alipojuzwa maneno hayo hakuficha, akaleta kwamba sisi tuyasome kwa mwalimu. Mimi nimekuelewa. Sasa fanya hiyo. Nimekuelewa mwalimu. Kidogo nimekuelewa. Tusi waste time. Nimekuelewa venye unasema. Iko sawa. Hii ni kitabu ya Muhammad. Na ile ni maneno ya Musa. Nitolee maneno kama hiyo ya Muhammad kwenye Qur'an. Ya kwamba Mwenyezi Mungu amemteua yeye ni nabii. Wacha ile ya Musa. Muhammad mwenyewe. Haya mpe. 36:3. 36:3 katika surati Yasin. Inasema na billahi minash shaitani rajim. Yasin. Na hapo kwa Qur'an hii yenye kutengenezwa vizuri. Kwa hakika wewe Muhammad ni miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Haya mpe. Swali kwa hapo tu mwalimu. Ni miongoni wa mitume wa Mwenyezi Mungu. Huyu ni Mwenyezi Mungu mgani anasema? Ama huyu ni nani anasema hiyo maneno? Hebu nisikilize kwanza. Nimekwambia hivi, ukirudishiwa maiki, uliza mambo ya mwalimu. Swali nauliza iko swali is a simple question. Ni ukweli, ni maandiko yameandikwa hivyo. Huyu ni Mwenyezi Mungu kwanza ametangulia na kuwa hapa. Ameapa. Mimi si Peter, naitwa Charles. Charles. Hebu nisikilize. Hayo maswali yako unauliza ni utoto kwa sababu si utoto. Sasa kwenye Biblia Yesu pia ameripoti vivyo hivyo. Mungu ni mmoja na mpatanisho wa Mungu na wanadamu ni mwanadamu Yesu Kristo. Anayezungumza maneno hayo ni Yesu. Anakuaje Yesu azungumzie? Mwalimu, hapa tuko kwa Qur'an. Hapa pia naomba hivi. Mwenyezi Mungu anamjuza ya kwamba wewe uko juu ya. Tusitorokee kwa Biblia na tuko kwa Qur'an. To discuss about Qur'an. Kesho tukikuja tu discuss mambo na Biblia. Hiyo iko sawa. Mimi nataka nielewe hivi. Swali lako ni gani? Swali langu. Shaka na nini? Rudia hapo mwalimu nikuulize swali yangu. Swali lako ni gani? Rudia tu hapo nikujiulize. Hapo tu. Hapo subiri bro. Nani? Wewe ni mgeni. Na umefika leo. Hawa si ndio tumewazoea. Wewe pumzika. Bro. Tunaona huyu ni kijana mdogo. Hakuna cha kijana mdogo, hata mimi ni kijana mdogo. Hata tunatoshana. Kwanza sisi ndio tulikuwa rika moja ya kupiga hiyo mada. Haya sawa. Haya. Tumemaliza na yeye. Umemaliza na yeye. Alikuwa hajanijibu hapo tu. Unasema nipatie Muhammad hiyo mambo mengine hakuna. Qur'ani sio hakiongezei wala hatopunguzi. Idris. Wewe ndio unawezana huyu. Asalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Mbona kijana anapotaja Muhammad unaumia? Shida yako mimi siumii mwalimu. Huumii chochote. Siumii bali popote. Kwa hiyo kuanzia leo huumii akitaja Muhammad. Hakuna, labda tu kweli tu nipitishe. Asante sana. Mpe maiki huyu. Ndio huyu. Haya, anasema haumii akitaja Muhammad. Anasema haumii akitaja Muhammad. Hebu sura ya 43, sura ya 13. Nenda 43 nionyeshe kitu hapo. 13. 43 Qur'an. 43 inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Na wanasema ule kufuru. Ndio. Wewe si mtume. Hebu subiri hapo hapo. Wanaokataa utume wa Nabii Muhammad nyosheni mkono. Naomba mikono yenu juu wote. Rudia aya hiyo. Rudia tena. Na wanasema ule kufuru. Makafiri wanasema wewe Muhammad si mtume. Wewe wanadai Muhammad si mtume. Endelea. Sema Nabii Muhammad. Mwenyezi Mungu. Soma haya. Mwenyezi Mungu ndio anatosha kuwa shahidi. Mungu anachukua ushahidi juu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baina yangu na baina yenu. Baina yangu mimi Nabii Muhammad na baina yenu mliokufuru. Endelea. Kuwa mimi ni mtume. Subiri hapo. Ikiwa Mungu mwenyewe anashuhudia utume wa Nabii Muhammad, wewe nyosha kucha zako kukataa utume wa Nabii Muhammad, hata Ibilisi anakushangaa. Ibilisi anastuka kwa sababu Mungu anachukua ushahidi juu ya utume wa Nabii Muhammad. Endelea. Twende. Inaendelea kusema ndio
na pia yule mwenye elimu ya kitabu. Subiri sasa, kumbe yoyote yule msomi hana mashaka juu ya utume wa Nabii Muhammad. Na ukimwona mtu anaukataa utume wa Nabii Muhammad, kwanza swala la elimu weka X, asikusumbue. Hajui kusoma wala hana mpango wa kufundishika. Endelea. Kila ndio aliyesoma Taurati iliyo sahihi. Subiri sasa, kumbe wasomi wote waliosoma kitabu cha Taurati iliyo sahihi hawana mashaka juu ya utume wa Nabii Muhammad sallallahu. Leo kaja mtu amesoma Kumbukumbu la Taurati, atakusumbua huyo? Kaja mtu amesoma kitabu cha Kutoka, atakusumbua huyo? Kaja mtu kasoma kitabu cha Walawi, huyo hawezi kukusumbua. Aliyokusudiwa aliyosoma Taurati, au hata kama la Taurati hawajaona, watakubali utume wa Nabii Muhammad. Endelea. Na Injili iliyo sahihi, na pia aliyosoma Injili iliyo sahihi, sio Injili kama ilivyoandikwa na Luka, sio Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, sio Injili kama ilivyoandikwa na Marko. Injili iliyokusudiwa aliyoteremshiwa na Isa ibn Maryam. Endelea. Ameziona habari za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa wameona wapi? Wamesoma wapi? Chuki tu na juu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuja tena, wewe nipigie Qur'ani sura 33 nenda katika yake ya 57, twende, inasemaje? 357 33:50 ngapi mali? Azia 56 kisha 57. Inasema mali baada ya udhibiti kimeshatana rajim. Yaani wewe ukimgusa, hakika wewe subiri. Mtu anapomgusa Nabii Muhammad ni jiwa. Ukiona hii sura hii, pita kando kabisa na habari za Nabii Muhammad. Yeye ndio nuru ya ulimwengu huu. Bila Muhammad hakuna nuru katika ulimwengu. Endelea sasa. Hakika ndio Mwenyezi Mungu anamteremshia rehema mtume. Rudia tena. Hakika Mwenyezi Mungu ndio anamteremshia rehema mtume sallallahu alaihi wasallam. Endelea. Na malaika wake Mwenyezi Mungu anamteremshia rehema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanamuombea dua kwa vile vitendo vizuri alivyofanya. Safi. Basi enyi Waislamu, enyi waumini wa dini ya Kiislamu, mliyepata neema hii ya kufundishwa hayo na mtume, safi, msalieni mtume. Wanaumia, wanakasirika 57 na wachafue kwa yakini, safi. wale wanaomuudhi Mwenyezi Mungu, rudia tena, wale wanaomuudhi Mwenyezi Mungu, asante, na mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu safi, amewalaani. Waislamu takbir, Allahu akbar. Huyo ndio Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Unabana pua ya Nabii Muhammad akuja kipigeni. Hebu narudi kwenu, nataka kukanyaga hapo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imebaki ngapi? 3000. Waislamu anapotajwa Nabii